tamu, lakini harufu ya pingu inanukia pole pole. Sauti ya mahaba yenye tahadhari, nyumba imekuwa mtego, anayetegwa hajijui, anayetafutwa ni mama na mtafutaji ni mkwe adui. Mtego wa ndani, siri imevaa shela ya harusi, usaliti unanukia kwenye damu na jasho la utosi. Mdogo naye kaja mjini, anataja mitaa ya kusadikika. Jingwa anauliza njia, Maiko anajibu kwa kucheka. Anasema alikuwa mashariki, kumbe magharibi ndiko alikolala. Anashirikiana na mama kwenye biashara inayowaacha watu hoi na balaa. Kibaya zaidi ni kile kilichota kwenye tumbo la mke wa kaka. Anasifu mimba ni yako Jingwa, kumbe Maiko ndiye chanzo cha mashaka. Mbwa mwitu amevaa ngozi ya kondoo, Maiko anabomoa msingi wa kaka. Mgeni wa klamu. Michael, nisha kupigia mara kadhaa, simu napiga, inaita inakata. Una changamoto gani lakini? Hebu sikiliza. Sawa. Unajua, hizi siku za hivi karibuni nimetokea kuvurugwa sana. Sababu mimi wakati nakuja hapa nitoka kijijini nikaja. Wakati nafika kwa nani? Kwa blaza pale nyumbani kwake napoishi yeye. Lakini hapo katikati kumetokea mgongano fulani hivi, mpaka shindwa kuelewana. Kwa hiyo nikajikuta nimechimuliwa pale. Kwa mpaka hapa nilipo kwa pango kurudi kijijini. Kurudi kijijini? Kufanya nini? Unajua kijana wangu Michael, mimi nilikuamini sana. Mambo yangu unayajua, kila kitu nakielewa. Kwa hiyo unataka urudi kijijini ukanitangaze, au unataka kurudi kijijini kimisigili? Labda nikuulize, hilo neno kutangaza linatoka wapi? Na wakati mimi na wewe tumeshafanya biashara nyingi sana, nitaanzia wapi? Unawaza kurudi kijijini? Ingawa tuna mazingira yalikuwa tatanishi sana upande wangu. Sikia Michael, wewe ni mtu mzima, una uwezo wa kupanga chumba na ukaendesha maisha yako. Kwani brother wako kitu gani? Sasa hizi sisi unaelewa, tuna biashara na tunatengeneza pesa. Unawaza kurudi kijijini ukalime, ukafanya nini kijijini? Unajua kinachonifanya ni kufikiria kwamba wewe unaenda kunitangaza ni pale ambapo na kushikisha pesa, lakini wewe hutaki kuelewa kwamba hiki kitu ni kitu cha pesa. Kijijini kuna ishu gani? Unajua, katika maisha ya siku hizi au maisha ambayo tunaishi sasa hivi, kila kitu huwa connection, ama kwa maana nyingine mtandao. Bado sijana mtandao mzuri, mtandao mkubwa.
connection nzuri, bado sijapata. Kwa hivyo nilikuwa narudi nikajipange. Sikiliza kijana, naona mimi unichagua. Mimi ndio mama Krama, unanielewa? Hakuna haja ya kurudi kijijini. Kinachotakiwa ni kutafuta chumba. Tutaongea vizuri baadaye. Tafuta chumba, uishi mjini, tuendelee na biashara zetu, okay? Ya, hilo ndo neno sasa. Kile masuala kusema kama wewe jini rudi kijijini kakuzungumza. Wewe unanitafuta nini wewe? Hiki chumba cha kwako? Nakuuliza wewe mwanamke wewe, mkosa adabu, malaya mkubwa wewe. Chumba hiki cha kwako? Umeingia vipi mchumbani? Yaani mimi nimeacha nimefunga chumba changu. Nani kakuruhusu ingia kwenye chumba changu? Sina kuuliza wewe mwanamke wewe, mkosa haya wewe. Hivyo mwanamke wewe. Yaani ili ulizike na uone kwamba mimi sio mtu mzuri. Yaani unataka kuniforce kwamba nikupige mpaka nikuue, si ndio? Nguo hizo unazipeleka wapi? Simama kuchukua nguo ondoke nyumbani kwenu. Sawa, hamna shida. Mimi sikuzuii. Kwa sababu mpaka sasa hivi siamini. Mtu niliyempenda, mtu niliyemwamini anakuja kunifanyia haya. Kweli? Chukua nguo zako uondoke. Mimi nitampigia simu mama yako, nimwambie kuwa umetoka nyumbani kwangu, umerudi nyumbani. Sina shida na wewe tena. Mimi nimeamua kuondoka kwenda nyumbani, maana tunapoelekea utakuja uniue. Pia siwezi kuishi ndani bila Michael. Mimi nimeamua kwenda nyumbani. Ukiondoka, mimi nitaishi kwa amani kuliko tunavyoishi hivi kwa kununiana, unanifanyia upumbavu. Heri uondoke. Haina shida, mimi naenda. Sasa nisikilize kwa makini. Humu ndani Michael amekuwa kama wimbo. Kila kona ni Michael. Wewe mwanamke wewe. Wewe mkosa adabu wewe. Haya, nguo unaipeleka wapi? Ulinunua wewe? Ona. Nenda nyumbani. Nampigia simu mama yako. Nimtaarifu kuwa umetoka nyumbani. Unarudi nyumbani.
tufanye kazi ieleweke, tusiingie kwenye kuzinguana. Unajua tena na mimi ni mtata. Labda nikutoa sasa. Nasi nimesikiliza na nimekuelewa pia. Hivyo ushauri wako tufanye kazi. Tusije tukafikia mahali tukazinguana. Unajua? Ndio kuzinguana kwanza, kwanza niliweka pembeni. Focus biashara kwanza. Mambo yatakaa sawa. Kijana wangu, nimekuamini sana. Mambo yangu yote nimeyaweka wazi kwako. Karibu kila kitu cha kwangu unakielewa, biashara yangu yote nimeiweka wazi kwako. Kwa hiyo inabidi makini. Biashara hii ngumu kidogo, inatakiwa kifua. Sio, unanielewa maana yake? Nakuelewa. Mimi nitafanya kazi wasijali. Kama ni biashara tutaendelea kufanya kama kawaida. Hivyo usijali. Kuna neno umesema kuhusu kaka yako kufukuza nyumbani eti? Alifukuza. Huwa tutalifanyia kazi ili uweze kupata chumba na uweze kuishi humu mjini, tuweze kufanya kazi. Kiukweli nitashukuru sana. Basi poa. Shukuru sana. Okay. Sababu hapa nilikuwa nawaza tu nirudi kijijini. Haiwezekani. Nawaza nirudi kijijini, lakini kwa kuwa umesema hivyo, mambo yatapendeza na kwa upande wa biashara mambo yatazidi kwenda moto. Sawa. Sawa mwanangu. Okay. Poa, basi tumalize kinywaji tuweze kuondoka. Vizuri. Ndio. Michael, kijana wangu. Hii hapa peleka nyumbani, utatumia muda. Mimi unaniacha, nahitaji kuondoka, nina appointment nyingi sana. Okay. Sawa. Unaweza ukaondoka nawe, utatumia. Bye. Bye.
baadaye vipi? Shwari. Sikia, sawa. Sasa kipindi 6 kama 9 sasa nitakupindua sasa hivi, nitakugeuza. Mshamba. Haina no. Maua. Abe mama. Mimi natoka kidogo Sawa mama. Mnataka niwalete nini? Chochote. Haya. Penda mama. Haya. Haya natoka ila si muda mrefu narudi Haya, bye mama. Haya. Haya. Basi huyu mama. Ndio mmedawa. Sawa basi shogani. Ngoja na nitoke kidogo. Haya. Lakini sawa. Unajua mama tena. Sina mjua. Kijanganya. Hapana bwana. Haya. Mimi naenda basi. Leteni. Chochote. Sawa basi baadaye. Haya poa. Haya, kuja jioni jamani. Mane. Kwa hiyo wewe kajipange uje vizuri kama unavyoelewa. Lakini chemu hii sijaja kuchukua mzigo moja kwa moja, bali nimekuja kuweka oda. Sasa upande wa madawa ya kulevya yanaenda sana, watumiaji walikuwa wengi, ndio kwa yanakimbia sana. Na kingine nilikuwa nahitaji mirungi. wewe kajipange uje vizuri kama unavyoelewa. Okay. Sawa. Basi poa. Fresh mwanangu. Mdogo naye kaja mjini, anataja mitaa ya kusadikika. Jingwa anauliza njia, Maiko najibu kwa kucheka. Anasema alikuwa mashariki, kumbe magharibi ndiko alikolala. Unaendeleaje? Vizuri. Umepika nini? Maua. Abe mama. Umepika nini? Mama. Nilikuwa nasubiri kidogo maana naona muda hujafika kupika. Watoto wajinga kweli kweli. Kwa hiyo leo tunawanja. Hapana mama. Tutakula tu. Haya, nendeni jikoni mkapike, mimi nipumzike na mambo yangu. Sawa mama. Haya, nendeni. Mama, lakini ulituahidi unatuletea kitu. Baadaye na mambo yamenivuruga huko. Kichwa kiko vizuri. Baadaye tutaongea. Sawa mama. Haya. Haya. Wanakaleta ua, akadhani ni pambo la sebule, kumbe ni jicho la mwewe linalochungulia siri za kule. Clamor amefungua mlango, kaingia
ameingiza sheria ndani ya nyumba, hajui mama na giza lililofichwa kwenye chumba. Mgeni anacheka na watu huku akisoma alama za vidole. Chakula mezani ni tamu, lakini harufu ya pingu inanukia pole pole. Sauti ya mahaba yenye tahadhari. Nyumba imekuwa mtego, anayetegwa hajijui, anayetafutwa ni mama na mtafutaji ni mkwe adui. Mtego wa ndani, siri imevaa sherehe ya harusi. Usaliti unanukia kwenye damu na jasho la utosi. Mdogo naye kaja mjini, anataja mitaa ya kusadikika. Jingwa anauliza njia, Maiko anajibu kwa kucheka, anasema